Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaendelea na maisha ambayo ni historia ndefu sana na maisha ya Bwana Mtume Muhammad. Tayari tumeshazungumzia kuhusiana na nasaba ya Bwana Mtume Muhammad, na leo hii tunakuja kuelezea familia ya Bwana Mtume Muhammad. Na katika familia hii tutazungumzia kuhusiana na watu watatu pekee yake. Tutazungumzia kuhusiana na Hashim ibn Abdul Manaf, mtu wa pili tutazungumzia kuhusiana na Abdul Muttalib, na kisha tutazungumzia kuhusiana na Abdallah ambaye ni baba yake mzazi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tukiingia katika mada yetu, na katika vitabu vya historia wanawachuoni wanatuambia kwamba Bwana Mtume Muhammad anatokana na ukoo wa Bani Hashim, na ukoo huu umeitwa kwa jina hili kwa sababu ya kuirithi jina la babu yao au jina la mzee wao Hashim ibn Abdul Manaf. Mzee huyu ambaye ni Hashim ambaye tunamzungumzia alikuwa ni katika wazee wanaoheshimika katika kabila la Kikuraishi katika mji wa Maka enzi hizo. Pia yeye ndiye ambaye alikuwa na jukumu ya kuwapa chakula na maji mahujaji wote. Mzee huyu alitambulika pia kuwa mtu tajiri, kuwa mkweli na muwazi katika mambo yake. Pia alijulikana kwamba yeye ndiye mtu wa kwanza kuwalisha mahujaji mkate. Jina lake halisi ni Amru, na aliitwa Hashim kutokana na kitendo chake cha kuwatengenezea mahujaji mkate. Pia yeye ndiye ambaye alianzisha safari mbili za Makuraishi, safari ya wakati wa kipupwe na wakati wa kiangazi. Mwenyezi Mungu amestaja katika sura Quraish ndani ya Qur'ani tukufu pale aliposema liilafi Quraish, kwa walivyozoea Makuraishi, ilafihim rihlata shidai wa sayf, zoea kwao safari za siku za joto na siku za baridi. Kwa hiyo mwanzilishi wa safari hizi ni mzee Hashim ibn Abdul Manaf. Inasemekana kwamba aliwahi kusafiri katika mji wa Syria, na alisafiri kwa ajili ya biashara, na alipokuwa katika mji wa Madina aliwahi kumuoa Salma binti Amru kutoka katika kabila la Bani Adi ibn an-Najjar, na alikaa na mke wake kwa muda, na baadaye alisafiri tena kuelekea Syria, huku akimwacha mke wake akiwa ni mjamzito. Mzee huyu, ndugu zangu, ambaye ni Hashim, alifariki mwaka 497 katika nchi inayoitwa Palestine, katika mji unaoitwa Gaza. Baada ya kifo chake, mke wake alijifungua mtoto wa kiume aliyeitwa kwa jina la Abdul Muttalib, na alikuwa na jina la utani ambalo alikuwa akimuitwa kwa jina la Shaiba, na ameitwa Shaiba kwa sababu amezaliwa na nywele nyeupe, bimaana mvi kwenye kichwa chake. Mama yake alimchukua mtoto huu na kumpeleka katika nyumba ya baba yake Madina, na wala hakukuwa na ripoti yoyote ama habari yoyote katika familia ya mzee Hashim kwa kuzaliwa kwa kijana huyu. Mzee Hashim, ndugu zangu, alifariki akiwa na watoto 8. Miongoni mwa watoto zake kulikuwa na wanaume 4 na wa kike walikuwa ni 5. Miongoni mwa wanaume kulikuwa na Asad, kulikuwa na Abu Saifi, kulikuwa na Nadla pamoja na Abdul Muttalib. Miongoni mwa kike kulikuwa na Ashifa, kulikuwa na Khalida, kulikuwa na Daifa, kulikuwa na Ruqya pamoja na Janna. Tutaingia katika kipengele cha pili ambayo ni habari ya Abdul Muttalib insha Allah.